So, tukija katika mambo ya uwekezaji, kwanza tunaweza kusema kuwekeza ni nini? Kuwekeza sijui nani tafsiri rasmi, lakini kwa hali ya kawaida ni kama ile kuweka fedha. Tukiongelea sasa uweke fedha peke yake, tukiongelea kwenye context ya hela sasa okay. Kuweka fedha sehemu ambayo kwanza inakuhakikishia usalama, lakini pia inakupa faida. Fedha kubwa, ndogo ama ya wastani, lakini inakupa return kwa namna moja au nyingine. Na hiyo return inaweza kuwa kwa mwaka, miezi, inaweza kuwa kwa mwaka, kwa mwezi, kwa miezi mitatu, miezi sita, au mara moja kwa miaka mingapi hivyo. Yaani kama vile mtu ambavyo unanunua kitu kwa lengo la kutengeneza faida kwa ule umiliki wako wa kile kitu, kwamba nimewekeza sehemu fulani. Kama vile unavyoweka, labda tunaongelea unavyoweka hela benki kwenye zile akaunti ambazo ni fixed deposit, kwamba umeweka kiasi fulani pale unapata hivi. Ngoja kwanza nimekumbuka zamani nilipokuwa najua mimi kuweka benki pesa inazaa. Yaani akaunti yoyote au mimi nilikuwa najua hiyo wakati niko primary. Najua kuweka hela benki inaongezeka. Lakini kuna service charge, si kuna nini? Sasa sio akaunti zote. Kuna akaunti ambazo ni maalum kwa ajili ya hiyo. Kwa mfano umeweka kwenye current account, hizi akaunti tu za kawaida ambazo unaitumia kila siku. Saving account kawaida. Hizi za kawaida. Inaongezeka vipi? Kwa sababu leo umeweka pale, lakini kesho unaweza kaitoa. Ina maana benki ile hela imeitunza tu pale. Wafanyie biashara. Hawaifanyii kitu yoyote. Kwamba ukiclaim saa yote unaichukua ipo. Lakini ambayo wao wanaitumia ni ile deposit ambayo wewe na wao mmeingia makubaliano kwamba naweka fixed account labda miaka 5 ama miaka 2. Kwa hiyo wana uhakika hiyo hela hautakuja kuihitaji ndani ya hii miaka, na in case umetokea umepata dharura fulani unahitaji, kuna penalty. Wanakupiga pale kwa ajili ya kwa sababu wao hawakai nayo. Wao unakuta wameinvest vipi? Wamekopesha watu ambao wanaitumia kwenye kufanya biashara. Sasa ukija wewe ukaidai tu from nowhere, ni kama una disrupt ile system ambayo ilikuwa imewekwa in place. Kwa hiyo unapoweka ile fixed deposit unakuta umeshaingia makubaliano nao kwamba riba nitakuwa napata hivi na nini na nini, umeona iko sawa, then mnaingia agreement, unaweka hela. Kwa hiyo utakuwa unalipwa. Nje ya hapo ni ile hela ya kwako unaweka kwenye akaunti, itakuwa tu pale kwa ajili ya wewe kutumia muda wote. Lakini sasa ndio inakuja transaction fee, kuna charges hapa na pale, service charge. Kwa hiyo kwenye kuwekeza hiyo pia ni moja ya hizo vehicle za uwekezaji. Sababu tunavyosema kuwekeza kuna different vehicles. Unaweza ukaweka kwenye mambo kama UTT, unaweza ukaweka kwenye bondi, unaweza ukaweka kwenye hisa. Zote hizo ni uwekezaji. Lakini sasa kila moja ina speed yake na kila moja ina mambo yake. Kwa hiyo na riski yake pia. Kwa hiyo ni kulingana na mtu mwenyewe ameelewa ipi zaidi akaamua kuweka. So the lesser the risk, the lower the return. The return. Yani the higher the risk, the higher the return. Kwa mfano kama bondi za serikali ambazo ndo zinakuwa considered kama the most safe investment, kule utakuta maximum unapata ni 15%. 15%. Yani itokee cha kutokea ni 15% unapata kwa mwaka. Kwa hiyo kwa milioni 1 unapata 1.5 kwa mwaka. Lakini ukija kwenye hisa, mfano hisa sasa zina riski kubwa kwa sababu kuna panda shuka. Kwenye bond kule panda shuka hamna. Ni umeweka hela yako, ni kwamba umeikopesha serikali. Na 100 utapata hiyo, 100 utalipwa, kwa sababu serikali ili sikulipe ni watu wasilipe kodi. Na haiwezekani kwamba watu wasilipe kodi. Watu watalipa kodi, iwe ni direct iwe ni indirect. Kwa hiyo pale uhakika wa wewe kulipwa ni 100% ama 99.99. Lakini kwenye hisa, ili kampuni ipate faida, iweze kugawa sehemu ya faida kwa wawekezaji wake kwa maana ya gawio, ni lazima hiyo kampuni iwe imetengeneza faida. Na waone kwamba wanaweza kugawa sehemu ya faida kwa wawekezaji wao, kama yani kama kuwarudishia sehemu ya faida na wao wameweza kushiriki sehemu ya umiliki. Yani kile unachomiliki kimekupa faida hii. Sasa unaona hapo kuna riski. Kampuni inaweza kutengeneza faida kabisa. Kwa hiyo unaweza usipate hiyo gawio. Then kama haitatengeneza faida moja kwa moja, pia ile capital gain na yenyewe pia haitakuwepo. Yani bei haitafanyaje? Haitapanda. Kwa sababu kinachopandisha bei ni nini? Demand and supply. Vile kampuni inavyotoa gawio zuri ama la mara kwa mara,
watu wanaichukulia ile kampuni kama kampuni ambayo ni imara na kampuni ambayo inalipa, zinaitwa blue chip stock. Kwa hiyo watu wanazinunua zile zaidi ili nao waweze kupata ile gawio. Kwa hiyo kama hiyo kampuni itatoa gawio, ina maana watu watazinunua zaidi hizo hisa ili nao waweze kufaidika na ile gawio. Kwa hiyo hiyo kununua zaidi inatengeneza demand. Ile demand ina drive price juu. Kwa hiyo unajikuta ulinunua labda buku, lakini kwa sababu demand inazidi kupanda na watu hawauzi kwa sababu wameona ni kitu kizuri, bei inazidi kufanyaje? Kupanda. Inazidi kupanda. Kwa hiyo unaweza kujikuta unapata let's say 8 ama 5% kwenye gawio, lakini kwenye capital gain unapata mpaka 30%. Kwa mfano CRDB ukiangalia kutoka mwaka huu nadhani Januari mpaka sasa hivi imepanda zaidi ya 50%. Sasa umeona hiyo return. Kwenye stock huwezi kwenye bond huwezi kuipata. Huwezi kuipata. Lakini tukirudi hapo kwenye hisa tena, ukija Mkombozi MKCB, Mkombozi Benki, mwaka huu nadhani mwezi wa 3 pale, mwezi wa 3 wa pili, nilikuwa na analyze, niko na rafiki yangu mmoja, tukawa yani kama ile una cheki tu soko uelewe na nini mambo yanavyoendelea. Ilikuwa inauzwa kwenye 400 au 500. Hivi tunavyoongea inaenda 2000 ngapi huko? Yani imepanda karibu mara 200 mara 300 juu. Sasa unaona, ina maana kama uliweka milioni una milioni 2, 3, 4 huko. Lakini kwenye bondi ungekuwa umeweka bondi ni ile 1.5. Kwa hiyo umeona, huku riski ni kubwa na return nayo ni kubwa. Huku kwingine riski ni ndogo na return pia ni ndogo. Ndio maana wanasema ukiwa una umri mdogo ama ukiwa bado ni kijana, yani uko chini ya tuseme 40 kuja huku chini ama 50 kuja chini, weka nguvu kubwa sana kwenye stocks, kwenye kuwekeza, kwenye shares, sio bond. Lakini ukishavuka sasa 50 kwenda juu, mzigo wako mkubwa uwe kwenye bond, kwa sababu kule itakupa safety. Alafu pia pale unahitaji hela mingi kiasi. Na pia hata kama unahitaji, kuna namna fulani maisha yanakuwa yameshaanza slow down. Lakini sasa hivi bado una nguvu. Ina maana lolote likitokea una uwezo wa kubadilisha mifumo ukaendelea. Ni kama kwenye mpira. Kwenye mpira unakuta timu ile dakika ya kwanza mpaka ya 10 hawaangalii sana kwenye kudefend. Wanakuwa very aggressive kutafuta goli. Very aggressive. Hata ikitokea mistake wakafungwa, wanajua bado tuna room ya kurudisha na kushinda. Lakini ukuta 15 za mwisho, yani mtu haendi mbele, mtu afanye nini, watu wametulia. Kwa sasa na kwenye uwekezaji ndio hivyo. Kwamba unakuta hapa mwanzo ndio mahali pa kuweka nguvu kubwa sana. Alafu unaweka mzigo mkubwa, kwa sababu kwenye hisa kunakupa ile ukuaji ambao kwenye bondi hauupati. Unaona, hata ukiupata una limit ni 15% tu. Kwa hiyo lolote litokee, wewe 15 yako ni uhakika. Lakini wewe kwenye hisa sio hautapata tu hivyo hiyo 50% ama 100 ama 200 kila mwaka. Mwaka huu itapakuja 200, mwaka ujao inaweza kaja 70, mwaka ule mwingine kaja hasara hujapata. Lakini kuna hiyo ups and down na nini, fluctuations za hapa na pale. Kikubwa ni wewe uelewe unachokifanya sokoni. Hilo ndio jambo la msingi. Ukishaelewa unachokifanya, basi you are good to go. Kwa hiyo wakati wewe unakuwa unawekeza, lazima ujue malengo yako. Hiyo ndio kitu ambao watu wengi sana wanachemka kabisa. Ni lazima ujue malengo yako, na ili uweze kuona faida ya ule uwekezaji, epuka sana ule uwekezaji wa muda mfupi. Yani unataka ununue leo, kesho uuze. Sijui mara imepanda shilingi 50 uuze. Kwa mfano, kuna inaitwa nini? ETF, kuna ETF moja hivi ya Vertex ambayo ilikuwa kwenye IPO nafikiri mwezi uliopita au hadi mwezi huu ilikuwa bado iko IPO. Ya IPO unajua ile initial public offering, kwamba inauzwa kwa mara ya kwanza. Ilikuwa inauzwa kipande hisa moja shilingi 200. Basi pale nini wanatangaza sana, watu wakanunua na nini. Imekuja kuwa listed, nadhani imekuwa listed wiki iliyopita. Hii wiki iliyoisha juzi. Juzi Ijumaa ndio imekuwa listed hiyo wiki. Katikati hapo sio Jumanne ilikuwa ama Jumatano hiyo. Lakini imepanda kutoka 200 ambayo ilikuwa listed. Hivi tunavyoongea ni 285. Kwa hiyo probably hii wiki ya kesho inafika 300. Ikifika 300 ina maana hiyo ni 50% within 2 weeks. 2 weeks, Now but you can still buy. Yes, size iko public, kwa hiyo unaweza kununua. Lakini ndio hivyo tena, hutaipata tena kwa 200. Bei ishafanyaje? Ishaondoka. Kwa hiyo unakuta
kuna fursa ambazo labda sengine watu hawazioni ama hawazijui na nini, lakini hiyo inakupa ule ukuaji. Hiyo 50% unaweza kaiona ni labda ni 50% tu, lakini ukiiweka kwenye namba ndio utaelewa maana ya hiyo 50% ni nini. Kwa mfano, mtu alikuwa na milioni 100 akainunua wakati iko 200. Wow. Ina maana 2 weeks ana milioni 50. Na pia na yenyewe pia ina risk, lakini ina risk, inaweza isipande. Hiyo si ni kama ume analyze vizuri, umeangalia unaona okay, ngoja ni risk. Unajua unaona hii mambo, mfano kama hii watu wana beti. Kubeti hiyo ni ngoja kubeti, there are two sides, lakini mimi katika mpaka nimefika umri huu nimejua mambo ya kubeti. Sijawahi kuona mtu kabeti akatoka kimaisha. Ni ngumu sana hiyo kazi. Lakini nimewahi kusikia mtu ameweka hisa, ameuza, akapiga hela. Ameuza hisa zake, kajenga zile nyumba pale. Amefanya hivi, kanunua gari. Kubeti, ngoja nikwambie hivi. Kubeti ni kama bahati nasibu. Yani ni kama unabahatisha sana. Yani 75% unafeli, 25%. Hata hiyo 75 naona kama bado ni umeika au 90% unafeli. Mimi naona 90 sio ngapi, kwa sababu wanaobeti ni wengi mno ukiweza kuwahesabu. Lakini wanaofanikiwa ama wanaokula wachache sana. Lakini kwenye uwekezaji iko hivi, ili uwekeze hautoki tu huko kama embe limeanguka kwenye mti. Ni kwamba unakuwa umechambua, umefanya tathmini, yani umejiridhisha 100% kwamba bwana hapa litokea kutokea, lakini kwa hivi vitu, hizi indication zote ninazoona, hizi metrics zote ambazo nimechambua, hii kitu itanipa mkeka, itanipa hela. Kwa hiyo unapoweka mzigo pale, inaweza isi appreciate kwa wakati vile ulivyotaka, yani kwa haraka, lakini unajua in a long run hii kitu lazima itakuja upande wangu. Kwa mfano, ukiangalia leo CRDB inaenda matawi karibu 290 na matawi branches 290 na. Sasa ukiangalia haraka benki kweli inaweza ikafa tu, yani kama vile tu au NMB. Ama NMB unaona inafanya vizuri. Inafanya vizuri, ndio benki kubwa hizo Tanzania, hizo mbili. Sasa ukiangalia unaona kweli inaweza ikafa hii haraka hivyo, ni ngumu. Unaona? Kwa hiyo sasa ukishachambua, ukaanalyze nini, ukajihakikishia kwamba vitu vingi umeona viko sawa, viko positive, unaona kabisa hapa naweka hela na naweza nikaweka hela na nikatengeneza nini? Faida. Nikatengeneza faida. Sasa kwa nini usiweke? Unaona, unaweka hela. Lakini sasa asilimia kubwa ya watu unakuta hawajui, na mwingine labda akijua ama akisikia anapuuza. Anaona sasa niweke kweli, alafu mwaka mzima anapata hivi. Kwa hiyo anaamua anaachana nayo. Kweli. Lakini kwa mtu ambaye unaelewa na unataka kutengeneza ile kama tu tuseme utajiri ambao hauna kelele, kwenye hisa ni sehemu nzuri sana, kwa sababu mimi ukiniona hivi ama ukimwona mtu tu pale hivi huwezi jua ana hela. Unamuona tu kama alivyo. Wa kawaida tu. Wa kawaida. Kwa hiyo unakuta hamna stress, hamna nini, uko kawaida, lakini una mzigo kule. Alafu inafika mahali sasa upo hivi. Ngoja nikwambie story moja. Kwa mfano mwezi wangapi hapo? Hii miezi ya nyuma hapa sikumbuki vizuri kwa mwezi wangapi. CRDB ilikuwa inapanda kama rocket. Bei. Sasa mimi mara nyingi sana unakuta siangalii, kwa sababu unakuta niko vitu mengi nafanya. Lakini sasa kuna watu ambao labda wengine niliwafundisha, wengine niko nao kwenye magrupu, wengine wale ndio wanakufanya unaangalia, kwa sababu unakuta kila mtu anakuuliza, bwana iko hivi na hivi, tufanyeje? Tufanye ndo kwani kuna nini? Nikicheki inashoot yani, nikiangalia sana nikanifanya nakuwa nataka kuangalia kila siku. Yani unakuta kwa siku labda ile portfolio yako labda ina thamani, labda tuseme ina thamani fulani, unakuta kwa siku inapanda milioni 7, 8, kesho yake ile nyingine 10. Yani mpaka unasema unaangalia unasema hivi. Ushaona ile unavyosikiaga kwamba Elon Musk sijui ana hela kiasi fulani, yani zile ule utajiri ule. Tunaona hela ni nyingi. Sasa hiyo kitu mimi nilifeel kwamba kumbe yani ni namba tu. Alafu wewe mwenyewe unaendelea shughuli zako tu kawaida, hata yani kawaida tu. Kwa sababu inafanyaje? Bei inafanyaje? Inapanda yani. Yani kwa siku hivi unaona imeongezeka milioni 10 na ngapi kwa siku moja. Kubaba. Umeona? Lakini sasa mimi na draw. Sasa hiyo ni kwa wewe, lakini kama mimi ndio wewe unarudi pale kwamba kabla ya kuwekeza lazima uwe na malengo.
Na kabla ya kununua lazima uchambue, yani unafanya ile technical analysis, umepitia fundamental, yani umejiridhisha. Lakini sasa ukiacha hela bado inaendelea kupata hela, lakini bado kuna risk ndani. Kuna risk ndio. Unaendelea kununua. Yani kwa sababu kilichokufanya wewe ununue, au kununua kwa sababu bei ilishuka. Ulinunua kwa sababu uliona kuna potential kwenye hicho kitu. Na kuna sababu za kuuza. Sababu za kuuza hauziweki mwishoni. Yani kama vile useme tu sijui ndano. Ni kwamba zinakuwepo tayari kwamba ikiwa hivi ikawa hivi ikawa hivi. Nauza. Kwa hiyo kama vile ulivyoweka zile rules ama ile principle uliyoiweka haijafikiwa, hakuna namna unauza. Sasa bei ilipanda mpaka 1600, 500 hivi. Kila mtu akawa anaongelea CRDB. Kila mtu. Yani kuna mwingine amenunua hapo 1500, 1600. Ukimwambia bana usinunue, anaona naye anaijua. Lakini mimi nimeijua ama nimeanza kufuatilia na kununua huko ikiwa shilingi 90, shilingi 100. Sasa umetoka mbali. Unanielewa? Shilingi 90, shilingi 100. Lakini leo namwambia mtu hiyo 1500 iko juu sana. Usinunue. Hebu ngoja kidogo kwa sababu ni kama kuna bubbles. Ngoja kidogo bei itarudi chini kidogo, ijishindilie kidogo, alafu ndio iondoke tena. Kwa sababu anyway, kama kuna mtu ananiambia kipindi cha uchaguzi zinashuka. Nashukaga, japo sijui kama uchaguzi huu itakuwa hivyo, lakini uchaguzi hauna competition. Hauna ni kama hauna impact kubwa sana kwenye masuala ya uchumi anyway. Lakini sasa mimi unaangalia nini? Unakuta unaangalia price pamoja na value. Price na value unakuta zimeachana. Sasa ukisoma vizuri, thamani pamoja na bei havifai kuachana mbali. Na vina tabia ya kufuatana. Yani chochote kilichoko juu kitashuka kiifate mwenzake. Ama kilichoko chini kitapanda kiifate iliyoko juu. Mara nyingi bei inafuata thamani. Regardless bei iko juu iko chini, itafuata nini? Thamani. Sasa thamani ilikuwa kwenye 914, 18 thamani ya kila hisa moja. Lakini bei imefika 1600. Kinachotokea ni nini? Bei itafanyaje? Itafluctuate. Ije angalau zikaribiane. Sasa ukimwambia mtu hivyo, kwa mtu ambaye amesikia tu mahali, hakuelewi kirahisi, anakimbilia kununua. Lakini mwisho wa siku ikija kienda vibaya, ataona kama uwekezaji ni mbaya, hisa hazieleweki, nilipata hasara nini. Umeelewa? Lakini ni kwamba hakuelewa maana ya hicho kitu. Kwa hiyo sasa unamwambia mtu ngoja kidogo, yeye anafanyaje? Ananunua 1600. Bei kweli bei zilishuka. Ilishuka mpaka ikafika 1000, imekaribiaga mpaka 1000 kamili hapo, 1100. Mpaka sasa hivi imekuwa kule juu, tuko kule kaskazini, ilishuka mpaka Baraka Masome akawa naye pale ndani. Ana panic, anaona kama vile amelambwa. Sasa hiyo ndo sababu. Kwa hiyo unakuta 900 thamani kwa 900, lakini bei inacheza kwa 1100, 1000 hapo, hiyo ni sawa. Lakini ile kwenda mbali sana ni kwamba zitakaribiana tu. Thamani ile tukisema thamani tunamaanisha nini? Thamani ni zile mali zote ama asset zote za kampuni, thamani yake, alafu unagawa kwa idadi ya hisa, ili uweze kujua kila hisa moja ina thamani kiasi gani. Yani ikitokea kwamba hiyo kampuni inabadilishwa kuwa hela, kwa maana inauzwa, kila mwekezaji utarudishwa shilingi ngapi kwa kila hisa moja. Ushanielewa? Kwa hiyo haziachani mbali, mara nyingi zinakuwa karibu sana. Kuna nchi ambazo zinaachana mbali, zile nchi ambazo unakuta kuna activity nyingi sana sokoni, kwa sababu si demand and supply. Demand imepush hiyo kitu mbali sana. Lakini sasa price itaenda mbali, ila thamani ile value itakuwa ikipanda pole pole, kwa sababu kama kampuni inafanya vizuri, asset zake zinaendelea kufanyaje? Kuongezeka. Kwa hiyo ina maana ile mali yake kiujumla inazidi kuongezeka. Ndio kinachotokea. Kwa mfano kama sasa hivi tunasubiria ripoti nafikiri ndani ya wiki hii inaanza kesho. Ripoti zitatoka za robo ya 3. Sio, ni mwezi wa 10. Za robo ya 3 ya mwaka, ambazo zitaonyesha sasa asset ile book value ama thamani ya vitabuni lazima itakuwa imepanda, kwa sababu assets zimeongezeka. Kuna matawi yamefunguliwa, deposits zimeongezeka, kuna vitu vingi ambavyo vimeongezeka pale. Kwa hiyo thamani itafanyaje? Itapanda. Kwa hiyo hapo tunatarajia thamani chajabu ikaenda hata labda 1000 na au 900 na ngapi, umeona? Kwa hiyo vile thamani inazidi kuongezeka, ndio watu wanaona imekaa vizuri. Kwa hiyo watu wanaendelea kununua zaidi. Watu wanapoendelea kununua zaidi, wanapush tena price mbele. Kwa hiyo thamani nayo inakuja nyuma taratibu. Kumbuka price ni ile unayolipa sokoni. Yaani ile ambayo mimi na wewe tunakubaliana kulipana hivyo.
Lakini bei ama thamani unaitafuta kwa kukalkulate sasa hivi ambavyo nimekwambia. Kwa hiyo kwenye ule ukuaji na upata vizuri kwenye vitu kama hisa ambao ndio hiyo nakwambia kuna riski. Lakini ukuaji upo. Unaona? Lakini kwenye vitu kama bondi hamna hiyo riski. Wewe umeshaambiwa uhakika asilimia yako 15 kwisha. Hiyo. Hata itokee nini wewe utalipa. Lakini umeona hata UTT. UTT hata faida mnagawana na wao. Na wao wanachukua pale pale. Sasa UTT unaona ukiweka bonde. Ukinunua bonde ni wewe umeikopesha serikali direct. Milioni 10. Wewe mwenyewe direct. Lakini ukitumia kwa mfano umeweka UTT wanafanya deposit za mabenki, wanawekeza kidogo kwenye hisa, lakini kikubwa wananunua bonde. Kwa hiyo wao kuna wanapata 15%, wanapunguza zile gharama zao za uendeshaji na kafaida kao pale. Alafu kinachobaki ndio unapata wewe. Kwa hiyo unaweza kujikuta wewe unapata kwenye 12%. Hata 12 mpaka 13. 13. Na hata hiyo itashuka. Kuna mwaka ilioshafanya mpaka 15%. Sasa unakuta ikifanya hivyo mpaka 15, kuna mawili. Unakuta hicho kipindi bondi za serikali zilikuwa zinalipa zaidi ya 15. Kwa hiyo wao wakitoa zile expenses zao bado unajikuta unabaki na 15. Lakini kwa sasa hivi tunavyoelekea bondi zinaenda zikishuka. Ile coupon rate yake inaenda ikishuka. Kwa hiyo inapoenda ikishuka pia tarajia UTT very soon watarudi kwenye 10%. Hicho ni kitu ambacho haina upinzani. Yaani haina ubishi, lazima watarudi kwenye 10%. Sasa kuna hela kidogo ndio uone kitu. Utaiona kwa muda fulani, yani mpaka uipe muda mrefu. Kwa hiyo unajikuta sehemu ambayo itakuwa ni salama ama ni nzuri kupata huo ukuaji utarudi kwenye. Lakini kama UTT mimi naona ukwasi watu wengi inaenda kuliko hizi uwekezaji watoto na nini. Kinachofanya inakuwa hivyo mara nyingi ni ile underlying asset. Yaani wamewekeza wapi? Kwa hiyo ukishajua tu wamewekeza wapi kwa asilimia ngapi, ina maana ndio itakuonesha kwamba kwa nini hii ina perform vizuri zaidi ya hii mifuko mingine. Lakini mimi naona hapo baba lao ni kununua hisa direct. Ndio hivyo. Kwa sasa unaweza take risk. Yes, unaweza take risk, lakini pia ukawa na kiwango fulani ambacho umekiweka kama reserve pale, kwa sababu kwenye hisa pia kuna risk. Sasa uwezi lakini kama leo umenunua hisa za CRDB labda za milioni 3 ika depreciate, lakini kuna ile namba yako iko pale pale, ile kiwango ambacho umenunua, zile idadi ziko pale pale. Na maana ikija kunyanyuka baadaye inaendelea pale ambao tukiangalia jinsi nchi inavyoenda na yani risk ni ndogo, kwamba ife kabisa ni ndogo, kwa sababu kipindi cha kushuka tu, kipindi cha COVID ilishuka, mimi naamini ilikuwa chini kipindi hicho, ilikuwa chini. That was the hiyo ndio ilikuwa time kununua sasa. Sasa hapo mimi ndio nilikuwa, kwa hiyo hapo ndio ilikuwa sehemu nzuri sana. Lakini pia hizo vitu zinatokea aziishi, yani disaster zipo. Disaster kama sasa hivi unaangalia disaster gani bwana, huwezi ona, lakini itatokea, unaona, ambao pia sasa ikitokea ni fursa kwa mtu ambaye anaelewa. Kwa hiyo maana cha muhimu sana ni kwanza uelewe, ili sasa hata kama unaendelea kununua, inapokuja inatokea hizo kelele sokoni, wewe unajua kabisa kinachoendelea, na unajua kabisa hapa nikiweka hela pamoja na hizi kelele bado mimi nitaendelea kufanyaje? Nitatoboa. Kwa hiyo hiyo ni muhimu sana. Watu wachache sana wamewekeza kwenye kwenye hisa. Yani wachache sana. Ni chini hata 600, sidhani kama imefika 600, 700. Haijafika. Sasa niambie, kwa hii nchi ilivyo na watu wengi, watu wachache hivyo ndio wamewekeza huko. Ina maana ukifika hata milioni 2 kwa haya makampuni ambayo yako listed ambayo ni 22 ni machache sana. Kwa hiyo bei zitapanda mno. Hivi mfano mimi nakumbuka kuna story fulani hivi niliwahi kuambiwa kwamba ukitaka kununua hisa, ununua hisa za Twiga Cement, kwa sababu serikali unajenga barabara manini. Kwa hiyo unakuta yani Twiga wananunua Twiga. Kwa hiyo ile yani kununuliwa na serikali inanunua kiwango kikubwa sana cha cement. Lakini kwa list mbona sioni ipo Twiga, lakini haifanyi vizuri kama sasa kuna zaidi ya hapo. Unaona kama hiyo ulioambiwa hiyo ni inaitwa ni sentiment analysis. Yaani umesikiliza maoni ya watu
Lakini kipindi Magufuli akiwa anajenga ilikuwa inafanya vizuri. Anajenga maukuta kule Miererani anajenga. Sasa kuna zaidi ya hapo, yani kuna kuichambua zaidi ya hapo, kwa sababu the same kampuni za simenti, Simba Cement imekufa mpaka ikauzwa kwa sababu ya madeni, unaona. Sasa ukiangalia ni hamna siku simenti imekosa wewe umeacha kununua simenti. Hapana. Ipo tu. Ama umepewa sokoni zipo, hamna. Au umepewa bure. Ina maana ilikuwaje? Kwa hiyo kuna zaidi ya hapo, ujue ndani kule kwamba ilikuwaje. Sasa ukija hapo kwenye ile mtu anakuambia bwana serikali inanunua tu na nini sawa, lakini management inaweza ikawa inatumia hela vibaya. Kwa hiyo inatengeneza revenue nzuri, lakini Simba ndio Tanga. Management inaharibu ile income. Lakini sasa ukitaka kuelewa vizuri, hiyo ni kuonyesha tu upande mmoja wa demand kwamba hiki kitu ina demand. Lakini je, kwenye hesabu zao wanafanyaje? Kwa mfano mimi nitakwambia challenge moja ya Twiga ama TPCC. Walishafika ile limit yao ya production. Yaani unajua viwanda ni tofauti na kitu kama benki. Kiwanda kina limit. Kwa mwaka kuna tani ambazo wana uwezo wa kuzizalisha kulingana na capacity za mashine walizonazo na kila kitu ambacho wanacho pale ile mitambo yao. Kwa hiyo hata wawe na mtaji mara ngapi ama wawe na wateja kiasi gani, hawezi kuzidi. Ni kwa mfano wewe Nasema demand ni kubwa, either uwe na plant nyingine ama uongeze kiwanda. Kwa mfano wewe chukua mfano huu. Tuseme wewe una guest na room 10. Ukapata watu 100. Hauwezi. Unaweza kuwalaza? Hapana. Kwa hiyo kama kiwanda kama cha sementi, ukipata request, mabarabara yanajengwa, madaraja ya manini. Sasa ina maana mfano kama kipindi hiyo unajenga Stigler's Gorge. Sementi inaenda pale ni kiasi gani? Ni nyingi, si ndio? Huko barabara zinajengwa. Huko tena mradi mwingine ukatokea mahali, ile sela bako Tanga, Morogoro wapi? Sasa miradi inaongezeka. Sasa demand inakuwa ni kubwa ndio. Na material hapo, kila kitu kipo. Unaweza kuzalisha. Ni kiwanda, yani utakuwa utengeneze, ndio nakwambia either upgrade kiwanda kwa maana ya kuweka sasa kikubwa zaidi ya hapo au ununue kingine. Umeona? Lakini pia hapo kuna raw material ambao kwenye cement asilimia kubwa wanatumia clinker. Hiyo clinker ambao walikuwa deposit walikuwa nayo ilikuwa inakaribia kuisha. Kipindi hicho walikuwa na hiyo challenge pia. Ndio moja ya sababu ambazo zimefanya wakaanza kwenda wamenunua na nili wanaitwa hiyo kampuni ambayo ni Heidelberg Materials ya nadhani Ujerumani au nchi fulani hapo Ulaya. Hiyo raw materials tunao hapa ndani Heidelberg. Hiyo clinker ipo, si wanachimba pale Wazo. Lakini sasa kwa Tanga walikuwa na deposit kubwa sana. Ambao jirani ya Tanga wanakuja kufungua wa China ambao wanaitwa Huaxin. Investment zao ziko sana nyingi huko Arusha. Ile deposit pia na kwao ilikuwa inaenda kuisha. Yaani ilikuwa haipo ambayo itatumika sio miaka mingapi. Kuna data ambazo nimesahau. Ndio ikafanya pia wajaribu kuacquire Tanga Cement ili angalau wao wamejihakikishia. Lakini kumbuka au Twiga tayari wameshajiposition wako daa pale Wazo. Ina maana wao soko tayari yani liko hapo mlangoni kwao. Umeelewa? Tofauti na mtu kama kina Dangote ambao wanazalisha simenti huko sijui Mtwara, kuna transport hapo paka kuifikisha huku mjini. Tanga wako huku mbali paka uifikishe Dar nako kuna transport. Wale jamaa wako hapo Wazo. Yani hapo mjini. Umeona shughuli hiyo? Sasa kulikuwa kuna hiyo limit kwamba capacity ya kiwanda yao imefika mwisho, hawawezi na kuzalisha. Kwa hiyo ni either au kama kiwanda ama wafanye nini. Kwa hiyo sasa baada kuwa na ile kitu, hapo nimekuelewa kwamba baada kuwa na ile kitu ukakuta kwamba ile faida yao na nini karibu kila mwaka haiendi mbali, iko pale ikiongezeka iongezeke kutoka kwenye mauzo, inaongezeka kutoka kwenye kucontrol cost. Yaani unakuta wamepunguza matumizi sana, faida na inaongezeka, inapanda, kwa sababu uko mwisho kwenye capacity yako ya kuzalisha. Kwamba ukiuzalisha zaidi kwanza utakuwa unaoverwork watu, sio watu, yani mashine imefika mwisho. Sio nisemeje, yani ni kama nimeshakuelewa, kama hii mashine inaweza ikafanya kazi masaa kadhaa, ni hayo tu. Ichukue mfano pia labda wa gari, labda ina speed yake kilomita 100 kwa saa. Haijalishi barabara ni nzuri namna gani, haijalishi iko full tank, haijalishi dereva ni mzuri, ishakanyagwa imefika speed 100, hapo haiwezi ongeza tena. Hapo nimekuelewa sasa. Sasa wale walikuwa na hiyo changamoto.
Hapo sasa kuitatua hiyo ni swala la kama ni gari na maana hapo ununue lingine. Au mashine walete mashine zingine. Ulete mashine nyingine ambayo hiyo sio kitu ndogo. Hicho tunaongelea ni kiwanda kingine. Sawa sawa, nimekuelewa. Sasa walikuwa na hiyo changamoto. Kwa unakuta kwa miaka fulani muda mrefu zile gawio lao lilikuwa linachezea sehemu moja tu 390 yani limekwamaga hapo. Sio 390 sio namba ngapi. Kuna namba fulani ilikuwa imekwama tu hapo kwa sababu haiendi juu. Sababu yani ule ukuaji haufanyaje? Hauongezeki. Wako mwisho. Lakini ni kwa kusema kwamba ni kampuni nzuri kwa sababu si watu wanajenga. Watu wanajenga, serikali na miradi kibao nini. Unaona, japo sasa pia kuna challenge ambayo ni competition. Unaona huko tulikotoka walikuwa ni kama wao na Simba kwa asilimia kubwa, lakini sasa hivi kuna kina Dangote, kuna Moshi Cement, kuna Sibui Mbeya Cement. Hivi mfano kama hizi kampuni za pombe. Umeona kipindi fulani hivi wakati Magufuli anajenga reli kutoka Dar es Salaam kuja Arusha, Dar es Salaam kwenda Mwanza hizo. Watu wenye malori wakawa kwa against na hiyo mawazo ya nani. Sasa mfano kama kampuni kama TBL hawezi kuwa katika wakawa wanafanyana ubaya na hizi kampuni za kutengeneza pombe kali. Kwamba wao wauzi pombe kali zinanywa sana. Sidhani kwa sababu TBL wenyewe wana pombe kali. Lakini pombe kali ambazo za TBL ni chache kuliko hizi ambazo ziko mtaani. Hizi zingine ni za mtaani. Lakini sasa ukiongelea TBL kwenye swala la pombe. Yaani TBL ana mpinzani. TBL ameshika market share asilimia kama 80. Kwa hiyo yani pombe zinazonywewa ukakuta watu wanakunywa pombe hapo. Labda zimenywewa tuseme pombe 10, 8 ni za TBL. Hivyo unajua Dodoma wine ni TBL. Dompo. Ngoja. TBL kwanza kusema TBL unamaanisha nini? Tanzania Breweries. Ina maana mimi naweza nikaona kinani changu cha kutengeneza pombe kikawa under TBL au labda wakinunue. Lakini ile ni kampuni ambayo ndani yake ina kampuni. Konyagi ni TBL. Anasema unanielewa kama labda nini? Ngoja. TBL ni kama Orion. Ambao ndani yake kuna vitu nani subsidiary ambao nasema ni subsidiary ambao ni viwanda vingi mpaka Chibuku ilikuwa ni wao. Ndio maana kuna ile nembo yao ile TBL. Sasa wewe niambie Safari, Kilimanjaro, bia gani? Hizi Flying Fish. Sijui mnaita nini hizi, sijui light hizi. Light nini? Yaani hizo bia hizo Bingwa, sijui nini, Balimi zote ni TBL. Lakini Balimi ile ladha yake. Wewe ndio unajua hivyo, lakini kuna watu wanaitaka. Umeona sasa? Kwa hiyo ukija kuangalia wao wameshika asilimia kubwa sana ya soko. Ambaye anawafuata na asilimia sijui ni karibu 20 kwenye 10 na hivi au 20 ni SBL. Ambao ni Serengeti Breweries, ambayo ni subsidiary ya East African Breweries ambayo ni ya Kenya. Lakini kwa huku inaitwa SBL. Yeye ndo anayemfuata, lakini ukiangalia TBL yani ana mzigo TBL. Ndio maana yani ni ngumu sana kusema eti kwamba na wao wanafanya vizuri kwenye hisa zao. TBL wako vizuri. Ni vile zilikuwa zina bei kubwa sana. Kwa hiyo tunangoja bei kidogo labda ikilegea huko mbele pengine watu wanaweza wakaingia kwa sababu bei yake ilikuwa imepanda sana huko nyuma. Kwa basi ukiweka mzigo pale inabidi ni uombe watu walewe. Watu hata usipowaombea wanalewa. Kwa hiyo tunafanya kipindi kama hichi tunaenda mwisho wa mwaka. Watu wanachukua malikizo nini, watu wanakunywa, watu wanajiachia. Watu wanakunywa watu, yani wewe hata usiwaombee watu watakunywa. Unaona. Kwa hiyo yani ni swala tu la wewe kuangalia ule upepo umekaaje. Na ndio maana nakwambia ni muhimu ukachambua yale makampuni uelewe. Lakini sasa Evans, kuna kitu ulisema mwanzo hapo kwamba unaweza kuwa na hela yako, let's say labda una milioni yako 50. Je, ukiweka hisa ukiweka benki ile wanahitaji ile hiyo deposit kwenye fixed account. Fixed account haina risk, si ndio? Haina risk, ile ni mkataba mmekubaliana. Lakini yani utapewa, lakini return yake ni chini ya 10%. Kwenye milioni 50? Haijalishi ni shilingi ngapi. Yani return wanaokupa ni less than 10%.
kwa benki. Sasa ya nini? Ndio wewe sasa kuna watu hiyo wako sawa. Staki. Wewe hutaki kwa sababu ushajua options zingine. Lakini kuna watu wao bado hiyo kwao wanaona iko sawa. Unajua kama ulivyosema unaweza kuwa na milioni 50 hapa sasa hivi afu ukafeel like you have nothing. Kwa sababu it doesn't show you hamna kitu imekuwa touch hivi kwenye mwili. Inaonyesha kwamba wewe una milioni 50. Hata mtu kimwambia sina pesa, anaona anaona ni kawaida tu, lakini kumbe you are quite rich. Ndio hiyo sasa. Kwa hiyo ukiwa na hiyo yani hamna mtu anajua. Wewe uko zako tu. Wewe siku za gawio likifika unaona tu kwenye simu hivi unanyamaza. Kwenye AGM pale unaenda unakula kuku hapo unaangalia. Basi unapitisha gawio, tarehe ya kugawanywa inasemwa, unasubiria zako muamala tu. Na ikiweko sinaweko pale kwenye account yako ukiamua tena iendelee. Wanakuwekea account yako, account kabisa. Personal. Personal account ya either ni benki au nini. Kwa ukitaka urudishie kule iendelee kuzungusha. Yaani unapewa cash. Wewe utaamua mwenyewe unaipeleka wapi. Unaweza kaamua unaenda kukula maisha kidogo, mwagilie moyo. Unaweza kaamua unataka umfurahishe wife pale ukamnunulia ka gold. Ni wewe tu. Alafu nimeona siku hizi mabenki eti unaweka hela, unatoa hela au eti unaandika reason ya kutoa hiyo hela. Inategemea. Yaani unatoa hela unaambia reason. Inategemea na hiyo account uliyoweka sasa. Kama uliweka kwenye account ya malengo, lazima uiwekee ugumu kwenye kutoa. Nilienda kuchange ni hela NMB. Pale soko kuu hapo hivi. Sasa unaweka kwenye foleni nini na nini, nikachukua askari akaniambia chukua jaza fomu, nikajaza pale, eti hapo chini inaandika reason, yani kwamba ile ukipata unaenda kufanyia nini. Ukaandikaje? Nikaenda kulewa, nikaandika tu kulewa, yule naye nikampa hivi akacheka, anambia naona weekend imeanza, nikamwambia anajua ni uongo au anajua labda ni mlevi. Sasa hata ningeandika kulewa utanihukumu? Kwezi kukuhukumu amoda. Ni hela yako, lakini katika ile kutaka kuelewa tu kwamba hela zinaenda wapi. Kwani una statistic? Yaani wanaweka hiyo kwamba walevi wamechukua hela. Walevi ni wangapi? Niandika kulewa. Au dada akacheka. Unajua ukiweka hela kwenye hizi current account za kawaida hizi. Ukitoa kwa benki wao ni furaha. Yaani benki wanataka transact. Na hata kiuchumi inatakiwa ufanye. Si hata hao jamaa hao mawakala wa benki madukani huko mtaani. Wao hawataki uweke, wanataka utoe. Ndio wanapata faida. Hata M-Pesa kuweka ni bure. Nataka kuweka hamna. Kutoa ndio anataka. Kutoa ndio inamlipa. Lakini pia sio hivyo sasa kiuchumi sasa. Ni kwamba unavotoa ile hela uende kuweka ndani. Unaenda kutumia. Unaenda kuispend na kiuchumi unatakiwa kuspend. Inazunguka. Kwa sababu unavospend serikali inachukua kodi. Na kuna mtu anakuwa amepata. Kabisa Umelipata. Naye ataenda atatumia. Ndio kama yule jamaa kipindi ile Kasusura, kama nakumbuka sura Kasusura alipiga hela ndefu ile. Wakasema mwacheni jamaa atumie hiyo hela ili uchumi uendelee kuna nini kati kesi inaendelea. Izunguke. Hiyo ile itakaa tu. Sababu ni mzigo mkubwa ameuweka. Mwachieni watu wapate ajira, watu wapate nini. Ukiweka tu pale utoi fanye nini, unadumaza uchumi. Kabisa Unatakiwa utoe ukalewe. Mtu aliyekuuzia pombe naye aende anunue kule kiwandani. Yaani hiyo. Kwani fancy huwezi kununua East labda ya Kenya huko hapa, ya Uganda ama Amerika? Unaweza East Africa. Kuna kipindi fulani hivi nilipiga story. SADC inawezekana na ile kisheria kabisa. Unaweza kununua hizi nchi za SADC na East Africa. Ambao ni kama Sudan ukanunua kwenye kina Sudani sijui hata kama wana soko au wanapiganaga kila siku. Kuna kina Sudani, kina Kongo, kina Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda. Ukanunua kwenye magold manini? Unanunua hizo makampuni kama ziko. Lakini sasa kwa nchi hizi labda Marekani sijui wapi huko overseas. Hairuhusiwi. Kwa hiyo unaweza ukafanya lakini sio. Hasa mbona unaweza ukafanya ile Bitcoin? Na katika kosa. Bitcoin hata Bitcoin ni makosa hautakiwi. Serikali hapa makosa. Haufai kuwekeza huko kwenye hivyo vitu. Ile ni makosa. Hairuhusiwi. Naona matangazo sana kufungua YouTube matangazo mengi haya Bitcoin. Hivyo vitu hivyo. Lakini wengi ni matapeli kwenye Bitcoin. Wanatumia watu ile kutokujua kwa wanawapiga. Sababu watu hawajui vitu vingi kuhusiana na hayo mambo. Kwa hiyo ukiwauzia information kidogo tu za uongo mtu anaingia anaona kuna hela za wepesi sababu si watu wanapenda urahisi. Anajikuta ametapeliwa basi alafu mtu kapotea.
Kwa ndio maana unakuta pia watu wengi wanasema Bitcoin ni utapeli na nini, kumbe hata sio Bitcoin. Kuna watu tu wanajifanya. Ni watu wanajifanya wanafanya mambo ya Bitcoin. Wanatengeneza hiyo kitu nini mafla inapanda na shuka na. Yaani anatumia hizo information za Bitcoin kukutapeli. Lakini sio kwamba ni Bitcoin. Ni mtu tu kajiweka mahali katikati basi. Unakumbukaga ile wakati mlikuwa mnafanya ile ilikuwa inaitwaje ile mambo ya solar sijui nini? Acha mbali. Nilikwambiaga lakini. Nilikwambia achana na hii kitu. Ukawa mbishi sana. Kuna nyingine inaitwa Anada. Anada. Iliwapiga tena. Ili namba 1013. Kwa ile nyingine ilikuwa inaitwaje ile ya mwanzo? Ilikuwa inaitwaje jamaa? Kalinda. Sio Kalinda. Baada ya hiyo sikaje Kalinda. Baada ya ile ndio Kalinda. Ile ilikuwa inaitwa nini sijui. Kwamba eti mnanunua, mlikuwa mnaambia mnafanyaje? Unanunua 50,000, wanakuwekea 50,000. Yani kuna biashara ilikuwa inafanyika. Kuna siku ya mwisho ambayo nilipigwa, uliambiwa weke 50,000 uwekewe laki. Ukaweka usiku. Asubuhi ya hiyo. Shemeji yangu akampigia, shemeji, weka yeye ndo aliniunganisha. Uliniambia nilikula hela. Uliniambia aliweka spishi ngapi wewe? Yeye aleka la ndefu. Milioni 15. Aleka la ndefu. Akapiga hela kama milioni 7 hivi. Kitu ile kumfanya. Acha tu. Acha. Lakini wewe ni ubishi. Nilikwambia tangu mwanzo. Mimi nilikula kama kitu ni utapeli. Lakini 70 hivi. Nilikuwa naikumbuka, unajua niliwatumiaga email wale jamaa. Wale jamaa mzee, yani ofisi yao ilikuwa Dodoma, sio na Mwanza, sio na wapi. Si zilifungwa zote watu wakapotea. Walipiga hela wale jamaa. Walitapeli watu sana. Lakini sasa wanatumia ile watu kutojua ndio wanawapiga. Sasa hivi unaona zimeshuka. Sasa kitu ambacho imebaki ni kuchukua mkopo online. Wanakuambia chukua mkopo dakika 3. Watu wanakopa. Nafikiri wale jamaa sana, nafikiri ukianza kuomba wanachukua information zako. Alafu wanakuambia labda toa kiasi fulani cha upate processing fee. Wanahitaji kitu hii insurance. Sawa, labda unataka 200,000, insurance 200,000 labda ni 7,000 au 10,000 na ngapi na nini. Ukideposit ile hela wanakupiga. Imeenda. Sasa wanachukua 7,000 kwa watu wangapi? Wengi, hata kama ni 2,000. Na mikopo haitoki. Nani akupe? Hakujui. Haya, wale jamaa wakaja kusema Mo wanatoa mikopo. Ni uongo. Lakini zote walilambwa. Wakasema sio nisikia kuna Mo Mane, sio nini. Mo Finance. Kuna kitu. Wakaja kusema tena Kikwete Foundation. Unakumbuka? Mikopo sio nini, hakuna, watu walilambo kinyama. Lakini watu wanapenda hizi hela nyepesi ndio maana. Lakini hela nyepesi watu wanapenda. Mimi nilipigwa na nilijifunza. Wewe umepigwa ngapi? Mimi wale jamaa nilikula kwao kama 70,000. Na hiyo kwangu nilikomba kama 200,000. Kwa hiyo ulipoteza 70,000. Alafu pia mimi niliwaangalisha watu wengine. Kama nikikuunga wewe, ukiweka 50,000 mimi napata nusu ya hiyo hela. Yaani tena ningeisa hiyo na unaivuta sasa hiyo. Yaani mnagawana hiyo hela huyo mtu aliyoingia. Alafu anakupa faida. Au sasa sio ulikuwa unapataje bwana? Sio jamaa. Wanapata kwa wana app kabisa nzuri, yani imesoma hivi. Unaona kabisa, unaweka picha yako na jina nini kila. Si ni uongo wa tapeli. Hiyo hapo sasa hivi ipo. Hakuna, haifanye hata kasina hata hiyo hapo. Serikali iliingilia, watu walilambo wengi sana. Wengi. Hiyo ndio upatu sasa. Lakini ni watu ni kama hawakomi sijui. Sasa unakuta kama sisi muda wetu umeisha. Kuna wale watu walikuwa wadogo zetu nyuma. Waliokuja nyuma. Mliowaingiza nyuma. Anapigwa hata ajala hata 10. Wanalambo. Si. Bwana. Ni kitu yani inatakiwa na akili sana. Sio kila ni kukwepa tu hivyo vitu vya uongo. Sijui. Lakini unajua mfano hawa jamaa wa mikopo. Kuna kampuni fulani, kuna benki fulani inaitwa Hakika. Mwanga Hakika. Unajua Hakika? Mwanga Hakika au? Mwanga Si Mwanga Hakika wale? Nawajua Sasa pale mtaani kwetu mimi na nyumba za biashara. Wao sio kwa nini hawataki hizo mambo. Lakini ukuta tu na ng'ombe mmoja wawili unakamua, fresh, unakupa hela. Watu wa mama, wanawake walichukua hela vibaya sana Mwanga pale. Sana yani. Wakija tu wanaingia kwenye banda la kuku nyumba hawataki. Banda la kuku na kuku, ng'ombe hawa hapa, nyumba yako ni ukiangalia una masofa manini, umeka bezi sio wa kuhama. Twende kesho chukue hela.
Na hela inatoka. Hela inatoka. Mkopo chap chap. Unakuta labda unatoka zako home unaenda zako town. Unaenda mjini unapita mafanya pelekeni rejesho. Umeona Alafu rejesho yake hata sio hata kushinda. Asilimia chache tu. Lakini mimi kuna kipindi fulani hivi nilipata ramani nikaenda paka Equity. Wakasema nyumba tusiachukuli na nini. Tunataka mahali ambapo mngoo labda na gari, sijui nini. Haya, wakaja wakaniambia kesho tunakuja kutembelea. Nikamwambia hizo makaratasi. Bro, nilipewa makaratasi hivi. Mengi kujaza. Nikaogopa. Nilipewa kaa pale. Nilipewa makaratasi nyingi. Nikasema staki. Nikamwambia dada, hizo zote akaniambia Nikamwambia tuache. Nasema watakuja kuchukua kiwanja changu na nyumba. Karatasi nyingi bwana. Hujazisoma. Sijasoma. Hizo karatasi ninazo nyumbani. Unaweza kuta ni za kusoma tu ilikuwa. Za kujaza. Kujaza ni moja. Nini? Information. Mingi yani. Nikamwambia ni hela tu maana mimi nilikuwa nataka milioni 3. Nilikuwa na milioni 6. Nataka milioni 3 na kitu nataka ninunue. Akakupa Biblia. I say. Nikamwambia milioni 3 unanijazisha makaratasi mengi hivi. Achana naye. Kuna ni wadada tu. Maana sehemu ya mkopo imelewa kabisa afisa mkopo unapanda gorofani hivi. Unapajua. Tunaongea nao tu vizuri tena wadada wachaka na tunataniana hapo nini. Sasa kusema shida yangu sasa. Akakutolea faili. Wakaniambia kesho si huko chukua hizo karatasi jaza. Tupe namba yako ya simu. Tukifika mahali fulani tunakupigia. Tunamtuma afisa jamaa kuja kukagua nini anakuja hapo. Nikamwambia ukataka kama karatasi nyingi hivi sitaki. Chana nayo. Maana sasa walikuwa wameshaniwekea malama hivi. Sehemu za kujaza. Akaniambia ndio tu nyumbani utajaza pole pole. Fikiria vizuri unaweza ukaja. Mwambia sitaki. Hivyo vipengele huwezi soma vizuri. Alafu sasa hiyo wanaenda mahali kwa mtu ambaye hajaleta marejesho. Wanamfuata. Ndio sasa hiyo wanakuaga hapo wanaenda. Mwambia sitaki. Wanamfuata wanachukua sijui ni polisi sijui kuna nani sio anamchukua hapo wanaenda naye. Nasema hapana hisi. Unajua saa nyingine unachukua mkopo sio una logo unashindwa kulipa. Hamna naye kuloga ni wewe mwenyewe unakuta hamna kwa ajabu. Sasa kama sisi tunakuta una nyumba hiyo moja ya kuishi ukachukulia mkopo ufeli. Wife atakusema. Hata mimi ndio wamekutuma. Wewe ndio kichwa. Kwa nini ukubali? Mkopo fulani kwa nini mshe mume wako aenda kukopa? Wala sana anavyotusumbua. Hata kama ndugu atakusaidia kukulipa. Ndugu gani? Ndugu wengine watafurahi. Ndugu kwanza wengine ndio hao nao unakuta naye ana mkopo wake. Sema mimi nao kwangu ulinitesaga, sitaki jamani ya mambo. Kwa nini kwa nini unakuta kwani yule ulipeleka wapi? Kuuliza. Yule ulipeleka wapi? Sasa wewe kama unatoa tu hela benki ukiulizwa unaenda kufanyia nini una mind. Hiyo hapo ukiulizwa ulipeleka wapi si ndio utaanza kukasirika na watu. Lakini ni sawa ukiulizwa kwani ukiulizwa shida nini? Si unasema tu. Unaweza kama umefuga kuku wakafa. Si sawa si walionekana. Ndio kuku. Walionekana. Yaani wewe uchukue katika vitu ambavyo Evans mimi siwezi kufanya. Kufuga kuku kisasa. Riski yake ni kubwa sana. Tena kwa sisi ambao tunakaa sehemu za baridi Arusha. Riski ya kuku kisasa ni kubwa sana. Bora ufuge lakini kuna watu wanafanya. Kuna watu wanafanya. Na wanafanya vizuri. Kwa nini wao wanafanya vizuri Evans? Ngoja kwambie mimi watu wote niliowaona wanafanya kwa kipindi fulani. Mimi ndio maana nikasema na ardhi kule Katiti kule kuna joto bro. Kuku kama Boma Ng'ombe. Wewe kuna joto? Pale pamekaa. Kule ukifuga kuku utapata. Weather pale inakubali. Ndio maana mayai kule yanauzwa bei rahisi. Ukipata chakula kizuri na kila kitu. Mimi nikamwambia mke wangu, bora tufuge ile mabata ya hivyo. Hayafi yale. Yanakufa hayafi. Yaani unawapa tu dawa minyoo. Unapaga ovyo yani. Hamna ukweli hapo. Nayajua mimi. Dawa minyoo tu wape wale. Lakini hayauziki bana. Lakini ngoja kuna vitu vile. Kuna wale bata na kuna sungura. Sungura wa nyama. Sungura gani bwana? Watu wengi wewe mara ya mwisho umekula sungura nini? Siku sababu sijapata. Mimi si. Kule kuna jamaa anajiita Saore. Nishawasikia pale Boma Ng'ombe. Itakuwa ni matapeli hao. Wale jamaa walikuwa wanakuuzia hiyo sungura wawili kwa shilingi 200,000. Sungura wawili 200,000 ni mbuzi. Sungura wale mbegu yao ya mbele. Ni wale sungura kibiashara. Sungura mrefu hivi. Wewe acha mambo yako. Sikiliza Evans. Mimi sungura si. Sungura 250,000. Wewe unakula sungura? Alafu sungura na bima. Sawa? Asema hebu achana. Sikiliza hao sungura na bima. Mfano wakifa hiyo elfu 50 ndio bima. Akifa mmoja kama ni jike au dume wana replace. Huyo ni utapeli bwana. Then unawapa 300,000 na pesa ngapi? Wanakujengea banda. Alafu mnaingia mkataba. Mavi wananunua wao. Mkojo wananunua wao.
nyama sungura kama sungura wananunua wao kwa kilo. Sawa? Ina maana kulisha sungura na chakula wanakuuzia wao. Na kupanda ile siyo kuja kupanda mamboga mboga na kupa mbegu nini, unakufundisha kila kitu. Darasa wanakupa bure. Wewe unanunua kila kitu kwao. Wananunua wao kwako. Ina maana ukiwapa sungura wako pumba, wanakuwa na mkojo mbaya, wanakuwa na mavi mabaya. Kuna vyakula ambao wanatakiwa uwape. Sio kwamba wanataka kukuuzia hivyo vyakula hao jamaa. Hamna. Wananunua wao kila kitu. Afu sisi kaenda kawaje? Wale jamaa mzee kasikeni matapeli imefungwa. Nimekwambia ni utapeli. Unakuta hapo biashara yao ilikuwa sio sungura, ni hivyo vitu vingine. Hizo mavi na nani? No, hizo wananunua ngozi. Yaani ukishia sungura, ngozi unawauzia. Wewe bwana Fazo achana na mambo bwana. Hiyo ni hiyo, yani hivyo vile inavyo sound tu ni kama utapeli. Wewe sikiza ngombe wansi. Sungura unakula? Sijawahi mimi kula. Hivyo vitu havipatikani. Fanya kitu ambacho kipo. Yaani unajua kama mfano mbuzi. Mbuzi haihitaji eti uanze kuzunguka unawaambia watu. Ukiuza mbuzi yani inajua. Pale mama kuna bucha nani? Mimi nilikuwa nakula kabisa. Bucha ya hiyo ni kama zile stories za Kware sijui nini, ndio kama vitu kama hivyo. Lakini mimi nimeona bwana, si nimekula bwana. Acha bwana, wewe watu wangapi wanakula sungura? Mimi nakula. Tuulize washakula wangapi? Kwa sababu wale wanaofuga wanakula. Wanafuga wanakula. Mimi siamini bwana. Kwa sababu mimi naona yani vitu kama sungura hivyo ni vitu ambavyo yani sio vitu ambavyo tumezoea kula. Wewe ukaenda eti hotelini ukasema nataka nyama ya sungura. Hata watu wanakushangaa. Angalia YouTube ngao watu wanakula. Sasa YouTube wewe unauzia YouTube bana? Sasa unajua vitu vingi tumejifunza kupitia YouTube. Ni sawa, lakini kwenye wewe unauzia huku mtaani huko. Inatakuwa kitu ambacho yani kama mahindi. Haya. Hautumii nguvu yani. Let's say pale kwako. Nyuma ya nyumba huko inza banda zuri la sungura, upata sungura wazuri, unafuga tu wanyama. Kwa nini siweke kuku? Ambao kuku hata mimi naweza kula. Bata, kuku, sungura, unachanganya mboga. Mimi kuku sawa, lakini vitu kama sungura hivyo naona kwanza sivielewi mimi. Asema kwa sababu si tulivyolelewa. Yani makuzi yetu ya support yani. Tulivyolelewa hivyo ndivyo. Na vile tulivyo sisi ndio jamii pia ilivyo. Kwa hiyo kama wale sili, na kama wale sili. Nilikuwa nao zamani. Nilikuwa nao zamani. Watu wanakula. Mimi sijawahi kula japo nilikuwa nao. Kwa na asili nilikuwa na njiwa miaka hiyo na nini lakini na njiwa unakuta unawapenda na uwezi kula. Mimi njiwa nawapenda kwa sababu ya kuwapenda lakini sio kwa ajili ya kula. Wala sijawahi hata kuchinja sijawahi. Nilikuwa nao hadi karibu 500. Lakini sijawahi hata kuchinja hata siku moja. Kwa sababu siamini kwenye kula mimi. Yaani napenda tu nikiwaona wanavyo lialia wanafanya mambo yao pale na nini. Lakini mimi sungura napenda. Sungura chakula sana. Sana. Labda wewe. Ni chakula sana. Sababu mimi yule mdogo wake na mke wangu yuko Boma Ng'ombe pale. Alikuwa ananua hapo Saore. Wanabucha kabisa. Hao walikuwa ni matapeli bwana. Wakija hivi Arusha. Mimi nileta sungura. Inapikwa mzee hapo pilau sungura, wengine nasikia wana harufu. Hawana harufu. Sijui mimi mama. Kabisa kwenye freezer kabisa kama makuku. Mamangu alikuwa anafuga zamani. Alikuwa ananiambiaga alikuwa na harufu fulani. Sababu alikuwa anamuuliza. Waporini hao wana harufu wale wao walikuwa wanafuga miaka hiyo sijui walikuwa ni wapi lakini alikuwa ananiambia nyama yao ina kama harufu fulani hivi. Sababu kama muuliza ukila wakoje na nini. Naona kama ni mambo fulani ambayo sema kuna dini, kuna Wasabato, kuna nini. Na sungura kwenye dini analiwa kweli? Sababu sijui. Sungura sana kwato, sio na cheua, sio na kucha. Yule kwato anakucha. Anakucha. Lakini kucha ni nini sasa? Kucha hazihesabiki kama kwato. Kwani jamii ya mbwa vipi na mbwa na paka? Anyway, mimi nafikiri sungura haliwi bana. Hizi ni njaa tu.